8 students of Litein Boys High School in Kericho County. Shule ya upili ya wavulana ya Litein. Shule ya upili ya wavulana ya Litein. Ya upili ya wavulana ya Litein katika county. Litein Boys High School. Litein Boys High School in Kericho County. Shatoa basi. Hey. Na mtazamaji, ukiniona nimevalia gwanda hili juu, ni thibitisho tosha kuwa katika habari zetu za hivi leo kuna masuala ya michezo. Wengineko tunakumbushwa kuwa maamuzi ya watu si sawa na idadi ya watu, kwa kuwa maamuzi ya watu yanachangia idadi ya watu na idadi ya watu inategemea maamuzi ya watu. Karibu basi tukupashe. Jina langu ni Adrian Lang na hizi ndizo vidokezo. St. George's Iriama Kilifi County yazuka na mchezo mpya ambao hata kwa uchunguzi haujasikika maeneo yote haya ya pwani. Shule ya Litein yafungwa baada ya wanafunzi kuchoma shule na kuvuruga mali ya shule wakiacha hali goyae na gharama chungu nzima. Naam, tunang'oa nanga kwa taarifa kuwa kama ilivyo ada, shule nyingi za bweni kuwa na burudani ni njia mojawapo za kuvuta pumzi baada ya pilika au mbio za masomo usiku kucha. Na kwa wengine kumbe kuwanyima haki hiyo ni kama kuchokoza nyuki. Tusikize Ima Abdalla Zubair aliokoka au yapi aliyoshuhudia huko. Maji yalizidi unga katika shule ya upili ya Litein baada ya wanafunzi kunyimwa fursa ya kutizama mechi baina Arsenal na Manchester City. Wanagenzi hao waliteketeza mabweni, madarasa na hata afisi ya mwalimu wao mkuu. Hali hii imepelekea kuiacha shule hiyo kama jangwa kutokana na utepetevu wa mali. Hata hivyo, hawakukomea hapo tu, ila walivamia afisi ya katibu mkuu almaruf Basa na kuzikwapua fedha za shule hiyo. Wanagenzi 8 walionaswa na kamera aina ya CCTV walifikishwa mahakamani na kila mmoja wao kupigwa faini ya $2.5. Fedha hizi zimenuiwa kutumika katika kufanya marekebisho ya shule hiyo. Hata hivyo, hali hii imewaacha wanagenzi wa kidato cha 4 katika njia panda, kwani umesalia muda kiduchu tu ili watahiniwa hao kufanya mtihani wao wa kitaifa. Na serikali ikuje kuona hii shule watafanya nini? Na hii watoto wako ya form 4 wataenda wapi? Wanataka fanya mtihani, watafanyia wapi? Serikali ikuje ione bila watafanya hii shule, halafu tuendelee na masomo ya watu. Is it a coincidence? Strikes are happening and parents are condemned to pay. The first strike, parents paid without question. Another strike, parents paid without question. This is a third strike. The parents think that the principal and school management is instigating these strikes for the benefit of payment. Lord Justice Sargon for giving these directions. The court has ordered that in the meantime, that the school permits the readmission of these students upon the payment of 10,000 shillings, which is a relief to parents that came to us crying out for justice, saying that in view of the current harsh economic times, that they will not and they are not able to pay the 49,000 shillings, or at the very least, the 25,000 shillings that was demanded by the school. It's an unfortunate incident where our students in this school decided to destroy property. 2 buildings were burned, a twin lab, and then we also had the computer lab, accounts office, and departmental offices. It started yesterday at around 8:30, but I want to thank the security team. They came in on time. They contained the boys, though the damage has been done.
because apart just from what they did in this school by destroying the buildings that we are seeing here, they also made 2 attempts to invade the girls' school, and they were repulsed by the security team and the teachers of AIC Litein Girls. We had to Dalasber, runinga Juhudi, shule ya Litein. Na asante kwa kuungana nasi, na kwa kuwa kilicho na mwanzo hakikosi mwisho. Ungana nasi ili kupata taarifa hiyo kuhusu mchezo mpya uliozinduliwa katika shule ya upili ya St. George's. Nimekuwa wako nahodha Adrian Lang, tukutane wakati mwingine. Asante.